Diamond na Zuchu wamepata mtoto wa kike, na kama mlivyoona ni watu wengi sana ambao wameenda hospitalini na pesa pamoja na mazawadi, jambo ambalo probably litaendelea mpaka wakiwa nyumbani. Good for them. Sasa leo nitasema kitu ambacho kitawaudhi wazazi wengi sana. Kama mtoto wako amezaliwa, alafu kitu cha kwanza unachokifikiria ni kumnunulia nguo nzuri, stroller ya gharama na kufanya sherehe kubwa, financially tayari unakuwa umezingua. So nitakutajia mambo manne muhimu ya kufanya pindi tu ukipata mtoto. Na jambo la 4 ndio muhimu zaidi, maana ndio litamfanya mtoto wako awe na pesa nyingi kuliko hata wewe pindi tu atakapofikisha miaka 18. Mtoto akizaliwa, kila mtu anakuja na zawadi. Huyu analeta nguo, huyu analeta maua, mwingine utakuta analeta teddy bear kubwa kuliko hata mtoto mwenyewe au mkeki huo. Lakini ukweli ni kwamba mtoto hawezi kula maua na teddy bear hailipii bills za hospitali. So haya ndio mambo manne ambayo mzazi au mzazi mtarajiwa lazima uzingatie mara tu mtoto anapozaliwa. Namba 1 ni tengeneza emergency fund ya familia. Sasa mtoto anapokuja, anakuja na gharama ambazo zinakuvaa bila mwaliko. Anaweza kuumwa ghafla tu mpaka mzazi ukakosa kwenda kazini, au gharama nyingine tu zisizotarajiwa zikatokea. Mtoto anapokuja, anakuja na gharama ambazo zinakuvaa bila mwaliko. Anaweza kuumwa ghafla mpaka mzazi ukakosa kwenda kazini, au gharama nyingine tu zisizotarajiwa zinaweza zikatokea. Lengo lako liwe kuwa na fedha zinazoweza kugharamikia angalau miezi 3 hadi 6 ya matumizi yako ya muhimu ya familia. Na hiyo ndiyo emergency fund. Kwa sababu Pampers hazijali una followers wangapi. Pampers zinataka pesa. Namba 2 ni kuandaa mpango mzuri wa matibabu. Wazazi wengi utakuta wanakimbilia kununua stroller ya milioni 1, lakini hawana mpango wowote ule wa matibabu ya huyo mtoto. Halafu dharura ikitokea, ukoo mzima utakuta sasa mnaanza kupigana simu kama, yo bro, hauna buku hapo? Yaani stroller inaweza kusubiri, lakini afya kamwe haiwezi kusubiri. So hakikisha kwamba mtoto wako ana bima ya afya au mfumo mwingine wa uhakika wa kugharamikia matibabu yake. Namba 3 ni fungua akaunti maalum ya huyo mtoto. Pesa zote anazopewa mtoto zisichanganywe na hela ya matumizi ya nyumbani. Sijui unanielewa nani wewe? Kiboko ya vigagula. Kwa sababu hela ikiingia kwenye akaunti ya kawaida, ghafla utakuta inanunua mafuta, chipsi na subscription ambazo hata uzitumii. So the best way ni kuweka pesa ya mtoto sehemu tofauti, hata kama ni kiasi kidogo tu kwa mwezi. Consistency ndio muhimu hapa. Lakini sasa hapa ndipo utata unapoanza, kwa sababu kuweka pesa kwenye akaunti pekee hakutoshi. Na hii ndio hatua ya 4 sasa ambayo wazazi wengi mnaogopa kuifanya. Anza kumwekezea mtoto wako mapema. Yaani badala ya kumpa zawadi ambayo ataitumia kwa miezi 3, fikiria kumwekea uwekezaji wa muda mrefu. Inaweza kuwa kupitia mifuko ya uwekezaji, hati fungani, hisa au uwekezaji mwingine wowote ule ambao wewe mwenyewe unauelewa vizuri. Ukiwekeza hata kiasi kidogo tu kwa mwezi kwa miaka 18, muda unaweza kufanya kazi kubwa kuliko hata mshahara wako. Na hapo ndipo kuna ukweli ambao unaweza sasa ukawaudhi watu wengi sana. Watoto wengi hawahitaji nguo nyingi zaidi, bali wanahitaji wazazi wenye mipango mizuri zaidi. So usikimbilie kumnunulia mtoto wako viatu 5 wakati hajui hata kutembea, alafu education fund yake ni 0. Sawa, celebrations ni nzuri, zawadi pia ni nzuri, lakini baada ya maua kukauka, picha kuacha kutrend na wageni kurudi majumbani kwao, gharama za kumlea mtoto bado zitaendelea. Sasa niambie hapo kwenye comments, mtoto akizaliwa ni bora kumpa nguo, cash au kumwekea investment? Na kama umekereka niliposema stroller inaweza kusubiri, niambie pia. Lakini kabla hujanipinga, angalia emergency fund yako na bank account yako kwanza. Kama hauna hata milioni 50 kwenye account yako, basi kaanze kupingana na hiyo account yako kwanza.